Tumezunguka kwingi, tumeenda kwingi na tumeona mengi. Wakati mwingine unajipata katika majanga ambayo hayaeleweki kabisa. Hayaeleweki kabisa. Wakati mwingine unajipata katika ubongo usio stahili kabisa. Na ubongo unaojipata katika ubongo usio stahili kabisa ni kana kwamba umekuwa pumbuazi ama una kichaa wewe. Lakini wakati mwingine unajiuliza, mimi nina kichaa kweli ama ni mavazi niliyovalia mimi? Lakini wewe ni Muislamu ama ni Mkristo? Mimi ni Mkristo. Ni Mkristo. Si ndio najua, mimi najua. Wewe ni Mkatholiki. Kwa jina la Baba alikuiteni. Kumbe yeye Mwenyezi Mungu alifanya nini? Alikuiteni Waislamu tangu katika vitabu vya zamani huko. Na katika Qurani hii pia muiteni jina hili. Umeitwa kwa jina hilo. Umeitwa kwa jina hili. Kwa hivyo ukisikia watu wanasema Waislamu, wale Waislamu wa kwanza kuwaita Waislamu ni nani? Mwenyezi Mungu. Lakini ukisikia wale wa Kristo, wa kwanza kuitana wa Kristo ni akina nani? Hapo hivyo maandiko yamesema kulingana na hapa watu ndio waliowaita. Watu ndio waliowaita. Sasa wewe kwa mfano huna dini sahihi. Na unajua kuna Mungu na watu. Na Mungu ameweka dini yake hapa na watu dini yao hapa. Unaweza kufuata ya nani? Naweza mfuata Mungu. Kati ya Uislamu na Ukristo tumeona ya Mungu ni gani? Mimi hapo hivyo siwezi pigania dini kujua maandiko. يا صديقي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu wapendwa watazamaji wa Straight Path Dawa, kwanza karibuni sana kwenye channel yenu pendwa, channel ya kulingania Uislamu, channel ambayo inakupa fursa wewe usiyekuwa Muislamu kusemezana na Waislamu, au inakupa fursa wewe Muislamu kusemezana na watu wasiokuwa Waislamu, watu wa imani mbalimbali. Mimi kwa jina najulikana kama Ramadhan Kure bin Kago na kipindi kinajulikana kama Dawa Mitaani. Na leo kama unavyoona mazingira hapa, tuko katikati mwa mji wa Nairobi, na lengo na madhumuni ni kusemezana na watu wa dini tofauti tofauti na vile vile na Waislamu wenzetu katika hali ya kujikumbusha na kufikisha ujumbe. Kwa hivyo ndugu yangu, kama wewe ni mara ya kwanza umetembelea hii channel, kwanza umejipata sehemu safi, sehemu tulivu, sehemu ambayo utajinufaisha kupitia video zetu. Kwanza piga subscribe, usisahau kubofya alama ya kengele, alafu ucomment pale, wacha like na kushare hii video wenzako pia wapate ujumbe. Kwa hivyo andamana nami sako kwa bako tuweze kusikiliza nini kinachojiri. Naam, mpendwa mtazamaji, hapa tuko katika msikiti wa Jamia, na tungependa pia tuongee na wenyeji ambao wako hapa, tujuane dini zetu na mengine mengi. Sio vibaya tukasikiliza wenzetu wanasemaje kuhusiana na hali halisi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Leo tunaongea na Waislamu na wasiokuwa Waislamu, na leo tunapenda watu wawe wa kweli, tujuane. Mimi naitwa Ramadhan, ni Muislamu. Na unaitwa nani? Naitwa Amina Chemtai. Amina. Najua tumekuwa tukiona watu wengi wanakaa maeneo haya wamejistiri kama Waislamu, lakini wakifuatiliwa tunakuta sio Waislamu. Ni watu wanapenda tu Uislamu lakini bado hawakuwa Waislamu. Wewe ni Muislamu au sio Muislamu? Mimi nilisilimu. Ulisilimu lini? Nina mwaka. Una mwaka. Asante. Na tangu usilimu umewahi kuingia darasani kujifunza Uislamu? Darasani sijaingia. Unajua nini kuhusu Uislamu? Uislamu ni dini mzuri. Inakubadilisha. Na sasa nguzo za Uislamu unazijua? Ni ngapi? Nguzo ni 5. Unaweza kututajia? Nguzo ya kwanza ni shahada. Ya pili ni swala. Ndio. Ya tatu ni saumu Ramadhan. Ya 4 ni kuhiji. Ya 5 ni kama imenitoka kidogo. Ya 5 imekutoka kidogo? Sawa. Utaelimishwa tu. Ya 5 ni saumu Ramadhan. Ya 5 ni saumu Ramadhan. Hebu rudia tena.
nguzo ya Kiislamu ni 5. Ya kwanza ni shahada. Shahada. Ya pili ni swala. Ya 3 ni kuhiji. Ya 4 ni kufunga saumu Ramadhan. Ya 5 ni nimesahau hiyo. Aya 5 amesahau. Sheikh Khalif, hebu njoo umfundishe inshallah, alafu tuendelee na safari yetu. Kwanza tukianza na nguzo ya kwanza ni shahada. Shahada inamaanisha kuamini na kukiri ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu mmoja peke yake, na kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo yeyote atakayeingiza imani kama hii katika moyo wake ya kwamba Mwenyezi Mungu wa kuabudiwa ni mmoja peke yake, basi mtu huyu moja kwa moja anakuwa ni Muislamu. Kisha baada ya kuamini Mwenyezi Mungu ni mmoja peke yake anayefaa kuabudiwa, ndio unakuja sasa kwa nguzo ya pili. Hii shahada ndio inakuingiza katika dini kwa yule ambaye hajai kuwa Muislamu. Lakini kama mtoto amezaliwa ni Muislamu, yeye si lazima apewe, yani yeye hapewi shahada. Mtoto hapewi shahada kama amezaliwa mtoto mdogo. Hata akizaliwa na mtu ambaye si Muislamu, yule mtoto anaweza kuendelea kuwa Muislamu. Lakini akisha baleghe, ikishafika kwamba yeye amekwisha kuelewa what is right and what is wrong na akatoka katika dini yake, basi pale ndipo huyu mtoto analazimika kupewa shahada. Naona ya pili ni swala, kuswali vipindi 5 kwa siku. Naona vipindi 5 unasimamisha? Ndio. Vizuri sana. Kisha ya 3 ni kutoa zaka, yani charity kwa wale wasiojiweza katika jamii, maskini, mafukara, wasafiri na kadhalika. Kisha ya 4 kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Naona na umesema sasa una mwaka katika dini. Ndio. Kumaanisha hii ni Ramadhani ya kwanza katika maisha yako. Ndio. Inshallah Mwenyezi Mungu akuongoze. Na nguzo ya 5 sasa ambayo ilikuwa imekutoka ni Hajjul Bait man istata ilayhi sabila. Ni kwa yule mwenye uwezo kwenda kuhiji katika mji mtakatifu wa Makka. Yani ikiwa una uwezo unakwenda kuhiji katika katika mji mtakatifu wa Makka, mji ambao amezaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angalau mara moja katika maisha yako. Lakini hii ni kwa mwenye uwezo. Yule asiyekuwa na uwezo basi sio lazima kwake, lakini mwenye uwezo, ana uwezo wa kifedha wa kumsafirisha kufika pale na kufanya zile ibada, basi mtu huyu inakuwa ni lazima kufika pale. Ndio. Je, una swali lolote labda la mwisho katika kuuliza? Na changamoto gani ambayo inakukuta katika dini tangu uingie katika dini? Changamoto gani inakukuta? Sijapata na changamoto. Changamoto naweza sema ningetamani pia mimi nisome dini. Juu pale ukienda madrasa unaambiwa ulipe. Na mimi niko single, lazima ni hustle niangalie watoto. Una watoto? Ndio. Vizuri sana. Mwenyezi Mungu akujalie kheri. Na unasema kwamba unapata changamoto ya kusoma kwa sababu ukienda pale madrasa wanakuambia ulipe, si ndio? Na huna uwezo. Sina uwezo wa kulipa. Ni madrasa gani ulienda ukaambiwa ulipe? Nilienda huku juu kwa ofisi tukaambiwa tunalipa 2,000 kwa mwezi. Hapa Jamia? Ndio. Ya watu wakubwa niliambiwa wanalipa. Mimi nikasema sina uwezo wa kujilipia. Tutafuatilia swala hilo. Mimi ninavyojua ni kwamba ni free, kusoma ni free hapo. Lakini kama unasema uliambiwa ni 2,000, tutafuatilia swala hilo, tutajua kama ni kweli ama si kweli. Kwa hivyo ushamalizia nguzo za Uislamu? Kabisa. Umeelezewa vizuri? Ndio. Haya. Wewe ni Muislamu? Naam? Lakini niko na swali. Wewe ni Muislamu? Lakini jina lako? Jina langu naitwa Farida. Sasa swali yangu ilikuwa hiyo kuenda kuhija, mtu mwingine anaweza kutolea ukaenda kuhija kama una uwezo wa kujiweza kuenda kuhija? Kwanza kuhiji inatakiwa mtu mwenye uwezo. Lakini kama mtu akikulipia unaweza ukaenda. Kama mtu anakusimamia ni sawa, unaweza kwenda. Lakini wewe mwenyewe kama ni hela zako, unatakiwa kwanza uwe ni mtu ambaye huna madeni. Wewe ni mtu wa kuzaliwa katika Uislamu ama wa kusilimu? Mimi nimesilimu. Ulisilimu lini?
Nilisilimu 1989. 1989, kitambo kweli. Sasa wewe unajua hizo nguzo 5 za Uislamu? Najua, ndio maana ni hiyo nguzo ya mwisho nikakuuliza, mtu anaweza kutolea ukaenda kuija kama una uwezo? Mtu anaweza, lakini ni vizuri kwanza utekeleze zingine zote kama una uwezo. Alafu neema ikija pia sio vibaya ukaenda kuhiji, sawa? Inshallah. Jitahidi pia uweze kuhiji kama una uwezo. Asalamu alaykum. Alaikum salam. Tuambie jina lako. Amina. Unaitwa Amina? Amina nani? Wewe ni Muislamu ama ni Mkristo? Mimi ni Mkristo. Wewe ni Mkristo. Si ndio najua, mimi najua Wakristo wamejaa hapa. Na sio vibaya ukasema mimi ni Mkristo, napenda Uislamu. Unaona? Hebu kidogo tuambie, wewe ni Mkristo wa dini dhehebu gani? Catholic. Wewe ni Mkatholiki kwa jina la baba? Nyamana. Usiogope, zungumza kwenye maiki. Tuambie unajua nini kuhusu Uislamu? Sijui. Sijui. Hujui chochote kuhusu Uislamu? Hebu niambie, sababu unaishi hapa, unakaa hapa msikitini sana sana. Ni unafanya shughuli gani hapa msikitini? Mimi? Ukitikisa kichwa sijapata majibu. Naomba tuongee tu, sina shida na wewe. Mimi sitaki kuongea. Ama unafanya ile inaitwa kuduru? Hebu tueleze nini maana ya kuduru. Unaweza ukasaidika hapa. Haya, huyo ni Mkristo, ni Mkatoliki, yuko hapa msikitini, kajistiri vizuri. Lakini hataki kuzungumza kwenye maiki. Labda tukizima maiki utaongea? Hapana, mimi sitaki. Hutaki kusaidiwa? Uko sawa? Kwa hivyo kazi yako ni kukaa msikitini tu. Haya, unajua watu wengi wana mistake, wanasema Waislamu wanafanya, kumbe sio Waislamu. Wengine ni Wakristo. Tunajua hapa wengi ni Wakristo. Na wewe umekiri kwa kinywa chako kwamba wewe ni Mkatoliki, si ni kweli? Ungependa kuwa Muislamu? Anatikisa kichwa kwa ishara ya kwamba hapana, hataki kuwa Muislamu. Lakini yupo msikitini, amejistiri, unaweza ukamfananisha na Waislamu. Sasa ndio mitihani tunayopitia. Haya, ngoja tuendelee. Najua mko wengi. Naam. Mama anasema masomo ni free kabisa. Masomo ni free katika msikiti wa Jamia. Hebu sikiliza hapa. Jamia masomo ni free na unapewa basi ya shilingi 100. Mimi hilo nalijua. Soma. Mimi hilo nalijua. Isipokuwa dada yetu pale anatuambia kwamba aliambiwa alipe 2000, na ndio maana nikasema anaenda kwa Qur'an. Labda kwa Qur'an, lakini nguzo za sala unalifunzwa. Basics za Waislamu wa kusilimu wanafundishwa bure bila malipo na wanapewa na nauli ili kesho urudi, si ni kweli? Sasa we dada wewe, mimi nimechelewa masomo lakini na sasa nasoma. Inshallah Mwenyezi Mungu akufungulie. Na dada yetu pia tutaweza kuulizia. Tukipata ni kweli tutakusaidia usome. Lakini kama si kweli itabidi ujitahidi. Sasa wewe ongea na huyu mama alafu atakusaidia inshallah. Haya, tunaendelea na dawa inshallah. Naam, mimi najulikana kama Ramadhan, Muislamu, na kabla sijaendelea na maneno mengi ningependa nikugawie zawadi. Hebu soma hapo juu. Nini dhumuni la maisha? What is the purpose of life? Si ndio? Ama the meaning and purpose of life. Ndio ya Kiingereza. Unapenda Kiingereza, Kiswahili? Kiingereza. Kiingereza. Asante.
Haya, mimi nimejitambulisha kwako, na wewe ningependa vile vile uweze kujitambulisha ukielekea hapa kwenye kamera yetu, useme jina lako na dini yako. Mimi ni Gian Joseph. Kwa sasa sina dini. Kwa saizi huna dini? Sina dini. Unatafuta au umekaa tu? Bado sijaamua. Sasa usiuamue tu uwe Muislamu kama sisi, ama hujui kuhusu Uislamu? Hiyo ni kufikiria, nitafikiria kwanza ndio niamue. Siwezi fanya maamuzi mara moja. Sawa. Sasa kwenye pilika zako unakutana na watu wa dini tofauti? Ndio. Waislamu, Wakristo, wasiokuwa na dini kama wewe. Wewe unaamini kuna Mungu? Naamini kuna Mungu. Unajua nini kuhusu Uislamu? Uislamu najua ni dini kama dini zingine. Unatofautisha vipi Muislamu na sio Muislamu wewe kwa kutazama? Kulingana na mimi na Waislamu mostly wanakoga na mavazi yao tu ile unique. Kingine unachojua kando na mavazi? Ni mavazi sana. Sawa, una swali ungependa kuuliza kuhusu Uislamu? Sina swali. Huna swali? Basi mimi nikuulize swali. Unaweza uliza. Lakini kabla sijakuuliza naomba wewe akusalimie.